ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ويقول جل من قائله: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. هاتان الآيتان من كتاب الله، وبخصوص في سورة الحج من آية 30 وآية 32. يرشدنا الله عز وجل فيهما من أمور مهمة التي هي من علامات الدين، ومن تقوى القلوب، ومن تعظيم ما عظمه الله تبارك وتعالى. Aya hizi mbili ambazo nimetangulia kuzisoma zilizopo katika kitabu kitukufu cha Allah, bali kwa khusus zikiwa katika suratul Hajj aya ya 30 na aya ya 32. Ndani yake Allah subhanahu wa ta'ala anasema: dhalika wa man yu'azzim hurumati llahi fahuwa khairun lahu 'inda rabbih, fi ayati 30. Na Allah pia akasema: dhalika wa man yu'azzim sha'aira llahi fahuwa min taqwa alqulub. Yamekuwa hayo yote yaliyotajwa kabla ya aya hizi mbili kwa sababu mtu ambaye anaadhimisha, anatukuza, anaheshimu vile ambavyo vimetakwa na Allah viadhimishwe, vitukuzwe, viheshimiwe, hiyo ni kheri kwake mbele ya Mola wake. Lakini hiyo ni katika alama ya uchamungu wa moyo. Ayyuhal mu'minun, enyi ndugu katika imani, amsil qarib kunna fi shahrin min ashhuril hurum. Jana ya karibu tulikuwa katika mwezi miongoni mwa miezi mitukufu ambayo Waislamu duniani, hata wale ambao si wepesi wa kufanya mambo ya khairat na taat na kujizuilia na muharramat, lakini kwa sababu ya heshima ya mwezi mtukufu wa Ramadhan
basi tulikuwa pamoja katika khairati nyingi, na tulikuwa pamoja katika kujizuilia na shururi nyingi. Walillahi alhamdu minna, dhima ile na jukumu lile likawa limepita. Tukapewa mwezi kidogo wa Shawwal uliopungua kidogo majukumu, lakini tena tumerudishwa katika kipindi miongoni mwa vipindi bora kabisa kwa wale ambao huwa wanahesabu nyakati zao, wanazingatia misimu yao. Tumepewa tena musim katika mawasimul khairat, katika mawasim za khair, na usio mwingine ni ashhuru al-hurum, miezi mitukufu. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, Allah mtukufu anasema, inna iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum fala dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Al-aya. Allah mtukufu anakuambia hakika idadi ya miezi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni miezi 11, miezi 12. Tokea siku Allah jalla jalaluhu ameumba mbingu na ardhi, ameiweka miezi 12 ndiyo kihitimisho, kitimilizo cha mwaka. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala, minha, katika hiyo miezi 12, arba'atun hurum, kuna miezi minne mitukufu. Dhalika ad-dinul qayyim, na hiyo ndiyo system, huo ndo mfumo ulionyooka. Dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Ameitaja miezi mitukufu, alafu akutaja kwamba ndani yake fanyeni kadha, fanyeni kadha, fanyeni kadha, illa amekataza katazo la jumla ndani ya miezi yote mitukufu, fala tadhlimu fihinna anfusakum, msizidhulumu nafsi zenu katika hiyo miezi mitukufu, baina ya kutenda mema na kukithirisha kutenda mema, na baina ya kujizuia na maovu na kupambana na nafsi katika kuizuilia kutenda uovu. Ndani ya miezi mitukufu kipi kilichokuwa bora? Wanasema ahlul ilmi, ndani ya miezi mitukufu kujizuilia na uovu ndio bora zaidi kuliko kutenda wema. Naam, misimu hii ni misimu ya kuwekeza. Unawekeza kila kile ambacho unakiweza, khairi yake inakuwa ni bora zaidi. Lakini kuja amri hii ya Allah, fala tadhlimu, au katazo hili la Allah jalla wa ala, fala tadhlimu fihinna anfusakum, ni ishara ya kuwa makatazo katika miezi hii mitukufu mitatu yenye kufuatana, na wanne umekwisha kupita katika mwezi wa Rajab. Maana yake kufanya maasi ndani ya miezi hii ni akbarul kaba'ir, wa in kana al-ma'asi fi ghairi al-ashhur al-hurum haram. Pamoja na kuwa maasi nje ya miezi mitukufu ni haram, lakini kutajwa kwa msisitizo kama hivi, fala tadhlimu fihinna anfusakum, kana kwamba makatazo haya yamekatazwa katika miezi mitukufu tu, ishara kuonyesha kufanya madhambi katika miezi hii mitukufu ni katika makosa makubwa sana. Wa akhraja al-Bukhari wa Muslim rahmatullahi ta'ala alayhima min hadithi Abi Bakrata Nufay'u ibn al-Harith radiyallahu ta'ala anhu qala أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها 4 حرم، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر بين جمادى وشعبان. الحديث ametaja al-Imam al-Bukhari na al-Imam Muslim rahmatullahi ta'ala alayhima fi sahihayhima kwa masimulizi ya sahaba mtukufu Abu Bakrata, walaysa bi Abi Bakr as-Siddiq, inma huwa Nufay'u ibn al-Harith. Huyu sahaba Abu Bakra ambaye anaitwa Nufay'u ibn al-Harith
amesimulia kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anasema hakika zama zimeendelea kuzunguka katika umbile lake kama vile Allah alivyoziumba tokea siku aliyoumba mbingu na ardhi. Mwaka una miezi 12. Ndani ya miezi 12 kuna miezi 4 mitukufu. Fafassala ba'da at-ta'min, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam akafafanua baada kuleta huu jumla ambao umekuja kwenye Qur'ani, na yeye akautaja wa ubora wa miezi 4, akaitaja mwezi wa kwanza katika hiyo miezi 4 mitukufu Dhulqa'da, ambayo leo tuko siku ya pili na wengine wanaona siku ya kwanza katika mwezi wa Dhulqa'da. Akataja pia Dhulhijja na mwezi mwingine katika hiyo miezi mitukufu mitatu yenye kufuatana ni mwezi wa Dhulhijja ambao tunafanya ibada ya Eid al-Fitr al-Adha mwezi ujao. Akasema wal Muharram, na mwezi mwingine katika hii miezi mitatu mitukufu yenye kufuatana ni mwezi wa Muharram. Waswahili huwa tunaita mfungo 4 ambao unakuja baada ya mwezi wa Dhulhijja, mwezi unaofuata. Akasema alayhi salatu wassalam wa Rajab Mudhar, na mwezi mwingine katika hiyo miezi mitukufu ni mwezi wa Rajab ambao umeegemezwa kwenye kabila la Mudhar lishiddati tahrimuhum laha. Hawa kabila la Mudhar katika makabila ya miji ya Makkah, hawa walikuwa ni katika watu ambao wanaadhimisha mno miezi mitukufu. Ukaitwa mwezi wa Rajab kwa kabila la Mudhar kwa sababu ya kule kuadhimisha na kutunga heshima iliyoko ndani ya miezi hiyo mitukufu. Kwa hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akafanya tafsiri baada ya ta'lim, baada ya ujumla uliokuja kueleza miezi 12 lakini miezi 4 bora, akaifafanua miezi hiyo 4 bora. Mwezi wa kwanza mfungo 2 Dhulqa'da huu tulionao, lakini mwezi wa pili Dhulhijja tunaita mfungo 3, na mwezi wa 3 ni mwezi wa Muharram tunaita mfungo 4, na mwezi wa Rajab ambao ulikuwa miezi 2 kabla ya Ramadhani. Ulikuja Rajab, ukaja Shaaban, ukaja Ramadhani. Ayuha almu'minun, enyi ndugu katika imani, Allah tabaraka wa taala inama yadhkuru dhalik liyadulluna ala amrin muhimmin wa hiya al-isti'mal al-fursa. Allah anapotaja maelezo kama haya huwa anakuzindua kutokana na jambo la muhimu, kutumia fursa iliyopo katika hii miezi mitukufu kwa kuwekeza zaidi matendo mema humo na kujiepusha zaidi na makatazo humo. Sisi mazoea yetu, utamaduni wetu, tunaheshimu sana mwezi wa Ramadhani, na mwezi wa Ramadhani waliomo na wasiwemo wote wanakuwa na heshima na mwezi wa Ramadhani, na mnaona neema zinazopatikana ndani ya mwezi wa Ramadhani, hali inakuwa ni nzuri mno ndani ya mfungo wa mwezi wa Ramadhani. Basi kama mlikuwa mjui, utukufu wa Ramadhani umekuja baada ya kuwa Allah tabaraka wa taala alishusha ndani yake Qur'an, akaweka ndani yake ibada ya Ramadhani, lakini si mwezi mtukufu kimaumbile kiasili. Katika asili ya utukufu wa miezi ilikuwa ni miezi 4 kabla ya Ramadhani. Kwa hiyo kufanyia kazi mafundisho ya dini unatakiwa uheshimu zaidi miezi hii 4 zaidi kama unavyoheshimu mwezi wa Ramadhani, kwa sababu hii ni mitukufu kiasili, si kwa sababu kimefanya jambo fulani ndani yake tokea Allah aliumba mbingu na ardhi. Yauma khalaqa samawati wal ardh, tokea Allah alipoumba mbingu na ardhi ameifanya hii miezi ya kuheshimiwa. Wayasalunaka 'ani shahri al-haram qitalin fihi, walikwenda makureishi washirikina hawa kina kabila la Mudhar na makabila mengine, walikwenda kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wanamuuliza kuhusiana na hii miezi mitukufu, je, kupigana ndani yake inaruhusiwa? Kwa sababu sisi tunajua tokeo yake kwamba mapigano ndani ya miezi mitukufu haifai, na kwa sababu maisha yao walikuwa wanaishi maisha ya kibabe, mwenye nguvu ndio mwenye haki.
Kwa hiyo kilichokuwa kinafanyika ni kwamba ikitokea kuna fursa ya kuvuna kutokana na maisha yao, system yao ya maisha ndani ya miezi mitukufu, walichokuwa wanakifanya walikuwa wanaitanguliza baadhi ya miezi. Yaani kwa mfano, hivi sasa si ndio tumeingia mwezi wa kwanza katika miezi mitukufu mitatu, lakini hapa pana fursa muhimu sana ndani yake na mapigano, tukiacha tutaipata tena wakati ujao mbali. Kwa hiyo walichokuwa wanakifanya walikuwa wanarudisha miezi nyuma, na hairudishiki kwa sababu hii ipo katika system. Kwa hiyo hawa wanajidanganya kusema hivi, huu kwa sababu mwezi wa Muharram, huu mwezi wa Dhulqaada ni katika miezi mitukufu, huu tunaofanya Shawwal, wakati Shawwal ishapita, ili kusudi tuhalalikiwa kuyafanya yale ambayo tunataka tuyafanye, tusiyafanye ndani ya miezi mitukufu, kwa sababu tunatakiwa kuheshimu miezi mitukufu. Sijui mnanielewa vizuri? Yaani heshima ya Makuraishi washirikina kwenye miezi mitukufu, mpaka wakawa wanazidanganya nafsi zao kwa kuheshimu miezi mitukufu, wanatengeneza miezi sio kuwepo ili kuepusha kuvunja heshima ya miezi mitukufu. Lakini maalasaf shadid, Waislamu wengi hawajui heshima yoyote ya mwezi wa Dhulqaada, mwezi wa Dhulhijja, mwezi wa Muharram wala mwezi wa Rajab. Ramadhani tupo pamoja. Kwenye Ramadhani tupo pamoja, tunapambana kweli pamoja. Misikiti inajaa, khairati nyingi zinafanywa. Lakini miezi hii washirikina wasiokuwa na dini walikuwa wanaheshimu. Hasa ikifikia wakati wamedharurika kunafanya yale ambayo yanakatazwa ndani ya miezi mitukufu, walikuwa wanalazimika kuisongeza mbele miezi ili waonekane wapo nje ya miezi mitukufu wafanye mambo yao. Innama an-nasi'u ziyadatun fil kufr. Ayuha almu'minun, kuheshimu miezi hii mitukufu ni katika heshima yako wewe unayoheshimu. Kuheshimu miezi hii mitukufu ni kuchunga alama za Allah tabaraka wa taala. Allah jalla wa ala ameheshimisha katika masiku, siku ya Ijumaa, na nyinyi wote kwa msikitini hapa kwa taadhima siku ya Ijumaa. Allah ameheshimisha katika usiku wa Lailatul Qadri, huwa mnatoka kwenye vitanda vyenu mnakuja katika misikiti kutafuta fadhila za Lailatul Qadri. Allah ameheshimisha katika vitu alivyoheshimu, ameheshimisha kitabu kitukufu cha Qur'an. Tunaheshimu maneno ya Allah kwenye kitabu kitukufu cha Qur'an. Akaheshimisha alivyoheshimisha, tukapokea taabu hiyo na tukawa tunaishi taabu hiyo. Mbona kwenye miezi mitukufu hatuonyeshi mabadiliko? Allah anasema fala tadhlimu fihinna anfusakum, msifanye ndani ya miezi hiyo mitukufu dhulma za kuzidhulumu nafsi zenu. Wanasema ahlul ilmi, miongoni mwao al-Imam Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, قال كل ما نهى الله عنه راجع الى الظلم. Kila ambacho Allah amekikataza rejea yake kinakuwa ni katika udhulumishi. ويقول كذلك جماع السيئات الظلم. Akasema al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, mkusanyiko wa maasi yote ni dhulma. Wa hadha aslun jami'un 'adhim. Msingi huu ni msingi wenye kukusanya, tena ni msingi mkubwa mtukufu, kwamba kila jambo ambalo litakuwa lina maasi ndani yake, hiyo ni dhulma, inaingia kwenye kauli ya Allah tabaraka wa taala, fala tadhlimu fihinna anfusakum, msifanye dhulma katika miezi hiyo kuzidhulumu nafsi zenu. يقول الإمام قتادة ابن دعامة رحمة الله تعالى عليه سيد من سادات التابعين, mmoja katika ulama wa tafsiri anaitwa Qatada ibn Da'ama, huwa na mkubwa ni katika bwana wakubwa wa matabi'in. Yeye ameifasiri kauli ya Allah fala tadhlimu fihinna anfusakum, qala inna adh-dhulma fil ashhuril hurum a'zamu khati'a. Kufanya makosa katika maasi ya Allah ndani ya miezi hii mitukufu ni katika makosa makubwa sana, wa wizran, na katika madhambi makubwa sana, min adh-dhulmi fi ma siwaha, kuliko kufanya dhulma nje ya miezi hii mitukufu. Wa in kana dhulmu ala kulli hali adhima, pamoja na kuwa dhambi na kuzidhulumu nafsi kwa hali yoyote ni makosa makubwa, walakin Allah yu'adhimu min amrihi ma yasha, lakini Allah mtukufu hada yake na utendaji wake huwa anaadhimisha katika vile anavyotaka kila anachotaka. Ameadhimisha makosa yanayofanywa ndani ya miezi mitukufu, haya makosa yanaandikwa kwa ziada na ziada na ziada.
وقال الإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه في جامع لأحكام القرآن، الإمام القرطبي katika tafsiri yake جامع لأحكام القرآن alipoitaja kauli ya Allah فلا تظلموا فيهن أنفسكم قال خص الله تعالى الأربعة الأشهر الحرم بالذكر. Allah kataja miezi hii minne mitukufu kaihusisha katika kuitaja walaha anidhulmi fiha tashrifan laha, akakataza kufanya dhuluma ndani yake kwa kuheshimu miezi hiyo. Wa in kana manhiyan anhu, pamoja na kwamba hiyo dhulma ni makatazo juu yake kikuli zamani, katika kila zama, lakini kwa sababu amehusisha ndani ya miezi mitukufu, inaonekana kufanya dhulma ndani ya miezi mitukufu ni katika makosa makubwa sana. Ayuha almu'minun, pamoja na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametaja ujumla wa makatazo, fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu nafsi zenu ndani ya miezi mitukufu, lakini ni vyema tukajulishana baadhi ya ibadatu athabita an Rasul sallallahu alaihi wasallam zilizokuja ndani ya miezi mitukufu, ili mtu ajue kwamba anatakiwa kutokufanya dhulma, kutokufanya maasi ndani ya miezi mitukufu. Lakini pia je, katika wema afanye nini? الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. أما بعد، أوصيكم مرة ثانية بتقوى الله عز وجل، فاتقوه أيها المؤمنون. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، في سورة المائدة. Allah mtukufu katika suratul Maida anaanza kuelezea vile vitu ambavyo vinatakiwa kuwekwa ndani ya miezi mitukufu katika maamrisho na makatazo. Anasema: ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao wameamini, la tuhillu sha'airallah, msivunje vile vilivyotukuzwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kufuta huo utukufu wake kwa kufanya kinyume na vile anavyotaka. Wala shahra al-haram, wala msivunje heshima ya miezi mitukufu. Lakini sio hivyo tu, Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika sura at-Tauba: fa idhan salakha al-ashhurul hurum, pindipo itakapokuwa imepita miezi hiyo mitukufu, faqtulul mushrikina kaffa kama yuqatilunakum kaffa, hapo mtakuwa mmefunguliwa mlango wa kuendelea kupambana na washirikina kwa ujumla kama vile wanapopambana na nini kwa ujumla. Bilmafhum almukhalafa, kwa ufahamu wa kinyume chake ni kwamba Allah aliposema fa idhan salakha al-ashhurul hurum, itakapopita miezi mitukufu, maana yake ndani ya miezi mitukufu la tuqatilul mushrikin. Pamoja na kwamba ahlul ilm wanasema makatazo haya ya kufanya vita kwenye miezi mitukufu ni pale ambapo sisi tutaanzisha vita, ndiyo makatazo. Lakini kama itatokea sisi tumechokozwa na tumeanza, basi inaruhusiwa kulipiza, inaruhusiwa kujihadi, pamoja na kuwa ni miezi mitukufu. Lakini kwa heshima ya miezi mitukufu kwetu sisi na Makuraishi, tulikuwa tunaheshimu miezi, hakuna kupigana ndani yake. Ndio maana walikwenda Makuraishi kwenda kumuuliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kosa alilofanya mmoja wa Waislamu, kuua ndani ya miezi mitukufu. Wakaenda kumuuliza kwamba tumekuwa tumezeekea katika utamaduni wa kwamba tunaheshimu miezi mitukufu, hakuna kupigana. Je, utamaduni wako wewe mpya umekuja na jambo jingine, mnaanza kupigana ndani ya miezi mitukufu? Allah kajibu: qul qitalun fihi kabir, waambie kupigana vita ndani ya miezi mitukufu bado ni dhambi kubwa vile vile. Kwa hiyo kwa sababu Allah ametaka kuheshimu hii miezi mitukufu, basi mapigano sio katika heshima za kibinadamu, sio utashi mwema wa binadamu, sio mtu kuendekeza vita. Kwa hiyo kwa sababu heshima ya miezi mitukufu hakuna kupigana ndani yake. Lakini kama hilo sio peke yake, miongoni
mwa vitu muhimu ambavyo vimewekwa ndani ya miezi hii mitukufu ni katika kauli ya Allah tabaraka wa taala aliposema al-hajju ashhurun ma'lumat. Ibada ya hija imewekewa miezi maalumu. Anasema al-Imam al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi, qala Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, amenukua al-Imam al-Bukhari rahimahullah kwa sahihi yake maneno ya sahaba mtukufu Abdullah ibn Umar radhi za Allah ziwe kwake, akitafsiri kauli ya Allah jalla wa ala al-hajju ashhurun ma'lumat. Ibada ya hija imewekewa miezi minne, qala Shawwal wa Dhulqa'da wa ashrun min Dhulhijja. Miezi maalum ya hija ni mwezi wa Shawwal, wote unaweza ukahirimia hija. Mwezi wa Shawwal ni huo ambao tumeumaliza juzi hapa, na mwezi wa Dhulqa'da ambao ni mwezi wenyewe huu tulionao, huu ni mwezi wa kuhirimia ibada ya hija. Na siku 10 za mwanzo za mwezi wa Dhulhijja ndio inakuwa hitimisho la hii miezi maalum aliyotaja Allah subhanahu wa ta'ala ya kuweza kuhirimia hija. Mtu ambaye anakusudia kufanya hija, amekwisha kufanya maandalizi, anakwenda kwenye eneo la hija, anaweza akahirimia hija yake kuanzia sasa. Akaingia katika maeneo ya mitukufu ya Maka na Madina akiwa kama ni muhrim, akabakia katika hali kama hiyo mpaka siku ya 8 ya mwezi wa Dhulhijja, akaanza matendo ya ibada ya hija mpaka mwisho wake. Lakini ikhwani fil iman, katika jumla ya yale ambayo tunatakiwa kuyafanya ndani ya miezi mitukufu, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam i'tamara 4 umar kulluha fi Dhil-Qa'da. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alifanya umra 4, zote alizifanya ndani ya mwezi huu wa Dhul-Qa'da. Kwa hiyo pia ni katika miezi ya kufanya ibada ya umra. Kwa wale waliowafikiwa taufiki ya Allah ya mali, wanataka katika nyakati bora zenye thawabu nyingi za kufanya ibada, waende wakafanya ibada ya umra katika muda huu kama alivyofanya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Katika jumla ya matendo bora ya kufanya ndani ya miezi mitukufu, anna fiha 10 min Dhul-Hijja, ndani ya miezi mitukufu pamewekwa siku 10 bora kuliko siku zote duniani. Wanawazuoni wamejadili kuhusiana na ubora wa siku 10 za mwisho za mwezi wa Ramadhani na ubora wa siku 10 za mwanzo za mwezi wa Dhul-Hijja. Sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema ma min ayami al-amalu salihu fiha khairun wa habbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr. Hakuna siku zozote ambazo matendo mema yanayowekwa ndani yake yanakuwa bora kabisa na yenye kupendeza zaidi kwa Allah kama matendo yanayofanywa katika siku hizi 10 za mwanzo za mwezi wa Dhul-Hijja. Akaulizwa Mtume, wala jihadu fi sabilillah? Akasema wala jihadu fi sabilillah. Ubora na fadhila za jihad haifikii thamani na thawabu anazopata mtu ambaye anafanya matendo hata swala ndani ya siku hizi 10 za mwanzo za mwezi wa Dhul-Hijja. illa rajulan kharaja bimalihi wa nafsihi falam yarji' min dhalika shay, isipokuwa labda mtu ametoka na mali yake na nafsi yake kaenda kwenye jihad, hakikurudi kitu chochote, huyo anaweza kuwa na fadhila. Kwa katika jumla yale matendo mema ni kuadhimisha siku 10 za mwanzo za mwezi wa Dhul-Hijja. Tutakuja kukumbusana wakati wake utakapofika, lakini hizi zinapatikana ndani ya miezi hii mitukufu. Katika jumla ya ubora wa miezi hii mitukufu kuna siku ya Arafa, mwezi 9 katika mwezi wa Dhul-Hijja. Lakini katika bora katika miezi hii mitukufu kuna siku ya Ashura, siku ya tarehe 10 ya mwezi wa Muharram. Lakini pia katika ubora wa miezi hii ni pale ambapo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ametuambia afdalu siyami baada Ramadhan siyamu shahrillahi al-muharram. Saumu bora inayofungwa na mja baada ya mwezi wa Ramadhani ni saumu ambayo anaifunga katika mwezi wa Muharram, na mengineyo mengi ambayo yamekuja katika fadhaili za nyakati kama hizi. Ikhwani fil iman, hivi mnadhani awe muovu atakayekuwa muovu katika ukomo wa mwisho wa uovu ndani ya miezi mitukufu anapunguza chochote katika uungu wa Allah? Abadan, abadan. Lakini awe mwema atakayekuwa mwema katika miezi hii mitukufu, anadhani kama anazidisha chochote katika uungu wa Allah? Sasa hizi ni fursa tulizowekewa sisi. Usipotaka kuzitumia upunguze chochote katika uungu wa Allah, ukizitumia utaongeza chochote katika uungu wa Allah.
wewe umepewa nafasi ya kuongeza hasanati zako. Utakuja kujutia pale ambapo matendo yataingizwa kwenye hesabu na ulikuwa na fursa ya kufanya chochote katika misimu bora kama hii na ukufanya chochote, utakwenda kujutia. Na nimetaja kwenye kutuba mwanzo, kwa nini sisi huwa tunaadhimisha sana mwezi wa Ramadhani? Imefikia wakati mpaka waganga wa kienyeji washirikina wanafunga vilinge vyao kwenye mwezi wa Ramadhani. Kumuuliza vipi kwanza mwezi wa Ramadhani, basi siwezi nikafanya ramli mwezi wa Ramadhani. Ushirikina nao wote nao unasimamisha mwezi wa Ramadhani. Sasa kwa nini tumekuwa mahodari wa kusimamisha vitu vya haramu mwezi wa Ramadhani? Wenye michepuko yao huwa wanatoa talaka mwezi wa Shaaban, na wengine wanaoa kabisa Shaaban. Ndoa zinakuwa nyingi sana. Kwa nini? Kwa sababu tunaingia kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa nini tunaadhimisha zaidi Ramadhani na hii miezi yenye asili ya utukufu tunaipuuza? Sasa zihesabuni nafsi zenu, mjue kutumia fursa hizi katika misimu hii. Misimu hii hairudi. Miongoni mwa yale yametajwa na Allah Azza wa Jalla katika wakati wa mwisho wa ujanja wa mwanadamu, roho imetoka kaenda kwa Mola wake, atatamani arejeshe duniani. Qala rabbi irji'uni liyatazawwaja liukammila darasa li akuma bitijara, Mola wangu nirejeshe duniani. Uje fanye nini? La'alli a'malu salihan fima taraktu, uenda nikaja kutenda mema yale niliyoacha. Wakati wa kutenda mema ndio huu. Tumeachiwa miezi 3 mfululizo ya kuwekeza katika mema. Usipowekeza fala talumanna illa nafsa. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.